Salimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ingawa tulichelewa sana kufundishwa maneno haya, na ingawa sio rahisi tena maneno kama haya kueleweka, lakini natamani ambaye Mungu atakupa neema, basi angalau yakaweze kuwa maneno ambayo yatakusaidia kukupeleka katika hatua nyingine. Ninakujia na title ambayo inasema kwamba watu wa Mungu tumeibiwa damu. Watu wa Mungu tumeibiwa damu. Makusudio ya somo hili ninataka nikujuze ya kwamba haki haiwezi katawala kama watu wa Mungu hawana mamlaka. Haki haiwezi katawala kama watu wa Mungu hawana sauti za juu kwenye nchi. Haki haiwezi kutawala kama watu wa Mungu hatutajihusisha sana katika mambo ambayo yanahusiana na kuwa na uongozi katika jamii. Ninajua kwa asilimia kubwa tumefundishwa na kufundishana ya kuwa siasa ni dhambi. Kwamba siasa ni dhambi. Lakini ninachotaka uelewe ni kwamba hiki ambacho leo kinaitwa siasa, wameamua tu kukipea majina tofauti ili kujaribu kujitoa kwenye mfumo ambao sisi kama wacha Mungu wanataka tukae mbali. Lakini nataka nikwambie ambacho kinaitwa siasa kilikuwepo tangu enzi hizo, na watu wa Mungu waliingia ndani yake wakaongoza. Ndio maana umesikia hata kwenye Biblia, kwenye vitabu vya wafalme ama waamuzi, kuna kitu kinaitwa kura. Kuna watu ambao walinyang'anywa nafasi zao. Zote zile ni politics ambazo zilikuwa zinacheza. Sasa swala moja tu la kujiuliza ni kwamba kwa nini tunaingia kwenye mchezo wa siasa, na kwa nini kama watu wa Mungu tunatakiwa kuingia hapo. Kwanza kabisa nataka nikupe haya mambo mawili ambayo shetani alicheza sana ili kutunyang'anya wanadamu pale kwenye bustani ya Edeni. Hata leo anapambana ili atunyang'anye. Moja, uwezekano wa mwanadamu kuishi milele akiwa hapa duniani, kwa sababu kusudio la Mungu ilikuwa ni mwanadamu aishi. Ndio maana ulipoona mwanadamu alipokosa, kilichokuwa cha kwanza kupunguzwa ni siku, kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi siku nyingi. Ukijaribu kusoma maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Mwanzo, anzia sura yake ya 5, ukienda mpaka kwenye sura ya 6 na 7, utakuta pale watu wameishi miaka 900. Watu wanaishi miaka 500. Watu wanaishi miaka 700. Kwa sababu siku zote watu walipoendelea kukaa katika neema ya Mungu, ile baraka yake iliendelea kuwafunika. Hapa kitu gani ambacho natafuta hapa ni kuonesha ni kwamba kumcha Bwana huongeza siku, bali miaka ya waovu punguzwa. Ndio maana hata leo asilimia kubwa kinachopelekea vifo vingi vya mapema ni dhambi ambazo wanadamu tunaamua kuziishi. Ndio maana utakuta asilimia kubwa ya misiba ambayo tunakutana nayo vijana wengi, utakuta nimelogwa, utakuta nimepigwa risasi, sababu zilizopo nyuma ni hizo. Utakuta yani lazima utakutepo sababu ambayo hata kuwa ni Mungu moja kwa moja ameruhusu uondoke, lakini ni vitu umechokonoa, na kwa sababu huna protection ya Mungu atasema no way, unatakiwa kuondoka. Kitu ambacho hapa nataka nikuoneshe ni kwamba siku zote watu wa Mungu walikuwa wanakadiriwa kuishi milele. Sio tu watu wa Mungu, wanadamu. Mungu alikusudia waishi katika raha na katika furaha. Ndio maana mwanadamu alipokosea alisema, na kwa sababu wewe ni mavumbi, basi mavumbini utarudi. Kauli hiyo ni kauli ya laana. Ndio maana mimi naambiaga watumishi wa Bwana, mnapokwenda kuzika, msitumie lugha ya mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi, kwa sababu ile ilikuwa ni lugha ambayo Mungu alitumia ili kumlaani Adamu. Sasa mimi nadhani kwamba anayelaaniwa ni mwenye dhambi, na wale jamaa waliambiwa hivyo kwa sababu ya dhambi. Asa utakuta mimi ni mchungaji wako, nimeishi tu nawe vizuri, alafu na mimi nakuja kusema mavumbini umerudi, mavumbini utatoka. Mimi nadhani itoshe tu kusema Mungu akulipe sawa na matendo yako.
hiyo tu itakuwa imetosha, mtu afunikwe basi. Kwani usiposema mavumbini na mavumbini ndo itatokea nini haswa? Lakini hiyo ni lugha ya laana. Nimetaka kukuonesha hapo ili uweze kuelewa na uone userious wa haya mambo. Kwa hiyo shetani amedili sana na uzima wetu, uwezekano wa mwanadamu kuishi bila kupatwa na magonjwa, uwezekano wa mwanadamu kuishi siku nyingi bila kufa. Ukweli wa mwanadamu Mungu alitaka mwanadamu aishi milele, lakini ndio maana shetani aliona huo wivu, akaja akaingiza sanaa ya dhambi kati yetu, na hiyo dhambi ikawa sababu ya kuleta mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini sababu ya pili jambo la pili ambalo shetani ametunyang'anya na mpaka leo anaendelea kupambana, uwezo wa kutawala. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya kwanza mstari wa 26, 27 mpaka 28. Bwana Mungu akasema, tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, wakawatawale. Kwa hiyo mwanadamu Mungu alimpa ukuu, alimpa uwezo wa kuendesha mambo, alimpa uwezo wa kutawala. Kwa hiyo sisi kama wanadamu aswa wacha Mungu tulitakiwa kuwa na utawala. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, na nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Kama nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, wewe ni mwana wa Mungu kwa njia ya neema aliyoleta Yesu Kristo. Ina maana kwamba mrithi ni wewe. Sasa niambie hivi, hebu tuchukulie mfano. Baba yako ni mmiliki wa kampani, alafu wewe ndo mtoto ambaye uko mahali hapo. Mimi nadhani kwa akili ya haraka anayetakiwa kuwa mrithi ni wewe. Ina maana kwamba kama Mungu alikuwa ama ni mrithi wa dunia hii, na kama dunia hii ni ya Mungu, yani mimi na wewe ambao leo tunaitwa wana wa Mungu kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili kwa Yesu Kristo, tulitakiwa kuwa watawala. Ila tulichofundishwa na tulipokamatwa ni pale kuambiwa kwamba ukitaka kuwa na sauti kuu kwenye serikali utamkosea Mungu. Nitakuonesha hapa nyuma kidogo, utakuja kuelewa madhara ambayo yaliwakuta hata mitume kwa sababu ya kutokuwa na sauti ya juu katika uongozi wa nchi. Ninapozungumzia hapa, ndio maana masuala haya ya kina Askofu Gwajima haya, asilimia kubwa yanatokea hivyo kwa sababu watu waliopo mbele sio watu wa Mungu kwa 100%. Ni mithili ya kina Donald Trump. Wanakiri uchaji wa Mungu kwa midomo tu, lakini ukija kuangalia namna ya kuendesha mambo haifanani uchaji wa Mungu wowote. Yesu wetu atukuzwe sana. Sasa nimetaka kukuonesha uzima ambao mwanadamu alitakiwa kuwa nao, lakini pia utawala ambao mwanadamu alitakiwa kuwa nao, ambao ni Biblia imetaka. Biblia imetaka. Sasa elewa hivi ya kwamba siku zote usipotawala utatawaliwa. Na shetani yeye anachokitaka ni utawala. Shetani anataka utawala. Na anataka nikwambie tu, shetani hawezi akatawala na akatenda haki. Na tunaposema shetani kutawala, tunamaanisha hawa ambao tunawaita viongozi ambao asilimia kubwa hawajakaa katika njia za Mungu sawa sawa. Wakitawala ni sawa sawa shetani anatawala. Sasa nataka nikuoneshe madhara ya kuwaacha kwanza waovu watawale. Yapo mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, watu waovu wakitawala, la kwanza kabisa huanza kuwapotosha watu wa Mungu. Hebu fikiria msafara wako uongozwe na kichaa. Kichaa tu ndio kile ambacho Yesu alisema kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake. Mtu yeyote asiyekuwa na neno la Mungu, sababu mimi kwangu neno la Mungu ni maelekezo yoyote ambayo hayana majuto mbele. Biblia ni sehemu ya neno la Mungu. Maelekezo yoyote anayekupa mtu yeyote ambaye mbele yake yanaonesha ubinadamu, yanaonesha hutu, yanaonesha huruma, yanaonesha kiu ya namna ambavyo watu wanatakiwa kusaidiwa, hilo bado ni neno la Mungu. Sasa kama anakuja mtu ambaye ni muovu anatawala, jambo la kwanza atakuja kupotosha maana ya haki. Ndio maana asilimia kubwa ya nchi zetu
Tunadai kwamba kanisa linaharibika. Sheria ambazo zimewekwa kwenye nchi ni zipi? Je, zinawafanya watu wasimamie maadili? Kuna vinchi kama Korea kwa mfano, vima YouTube hivi mitandao vingine havitumikagi. Hawaruhusu channel za nchi zingine. Ndio maana ni watu ambao wanasimamia sana maadili yao. Wako na maadili ambayo kwa namna moja ama nyingine ni zaidi hata ya kinachoitwa Ukristo leo. Kwa sababu kama watu wanasimamia ubinadamu, kuna nchi ambazo ukipana mimba, ukizini kijana, bado uko shule, unaingia kwenye shida. Mimi nadhani hakuna uchamungu ambao uko zaidi ya huo. Kwa sababu Mungu siku zote alitaka watu wasimamie vizuri. Sasa tunakuja kusimamiwa na watu ambao wamesimamia tu maslahi yao, hawajali nchi zinaendaje, hawajali watu wanaishije. Tutaumia. Unajua kuna mahali unaweza kuja kusema, mbona sasa mnalaumu nchi? Mbona watumishi wa Mungu hamfanyi kazi? Nitakuonesha hapa chini madhara kwenye pointi yake ya 3. Nikusomea ile andiko hapa, uone ugumu wa kuhubiri neno la Mungu ambavyo utazidi kuwa mgumu. Kwenye Methali 12. Methali sura yake ya 12 mstari wa 26. Andiko anasema hivi. 12:26 anasema, mwenye haki ni kiongozi cha wenzake, bali njia za wasio haki huwakosesha. Mwenye haki ni kiongozi wa wenzake, bali njia za wasio haki huwakosesha watu. Nataka niunganishe na kitabu hiki cha Methali huyo sura yake ya 29. Mstari wa 2. Mwenye haki akiwa na amri watu furahi, bali mwovu atawalapo watu ugua. Haya maneno yanataka kutuonesha hivi, ya kwamba siku zote kama watu wa Mungu watakuwa na sauti, amri, uwezo wa kusimamia, watu wa Mungu watakaa salama. Lakini kama watu wahovu ndio watakao tawala, upotoshwaji utakuwa mwingi. Ndio maana unakuja kuangalia, kwa sababu ukweli ni kwamba chanzo cha mwanadamu ni Mungu. Hii ikiwa na maana ya kwamba mwanadamu uwezi ukaamua kujiwekea mfumo ama kanuni kinyume na neno la Mungu na ukawa salama. Utajikuta umeumia, kwa sababu kama chanzo cha maisha yako ni Mungu, ulitakiwa kufuata maelekezo ya kimungu ili kukufanya kuwa salama zaidi. Ndio maana Biblia ni katiba mama ambayo ilitakiwa binadamu yeyote aifuate. Uzuri wa Biblia ni kwamba ukifuata itakuongoza. Ukiamua kuikataa utaumia. Haijalishi kwa namna gani. Ukikataa kuifuata Biblia utaumia. Mimi nataka nikusii, ifike mahali uone umuhimu wa kusimamiwa na mtu ambaye ni wa Mungu. Kwa sababu hawa waovu wakitawala uweka amri ambazo zitawawekea wao tu uwepesi wa kuishi na kuja kuathiri maisha ya wacha Mungu. Na hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Ndio maana unakuta watu wengi wa Mungu wanayumba, kwa sababu kiongozi aliyopo mbele sio kiongozi ambaye anatokana na Mungu. Sio kiongozi mcha Mungu, sio kiongozi msimamia haki. Tunakaa nyuma ni dhambi, tunaongozwa na watu wabaya. Matokeo yake tunabaki ni watu ambao tutakuwa wahovu kwa sababu ya mifumo ambayo itakuwa imewekwa kwenye nchi. Mimi nataka nimaanishe nini mahali hapa? Hebu ifike mahali tuongozwa na watu waovu kwamba ndiyo sababu ya watu kuumia, tutakuja kujikuta nchi inaingia kwenye shida. Ikumbukwe hata zamani uongozi ulikuwa hivi. Mungu alikuwa anateua mtu ambaye kupitia mtu huyo anaweka sasa na watumishi wake pembeni ili kumsaidia mtu huyo kuweka sheria za haki. Kwa hiyo siku zote Mungu aliamini katika watu wema kuwasimamia watu. Lakini madhara ya kwanza ni hayo ambayo nimekuonesha. Kwanza kabisa watu watapotoshwa, watu watadanganywa. Jambo la pili, watu wataumizwa, watu watateswa. Mkiona mambo mengi haya kama vile mfano kwetu Kongo, mauaji, uzurumati, unakuta jeshi ambao wanatumikia nchi hawalipwi. Unakuta wamama ambao hawana hatia wanauliwa.
Haya yote ni kwa sababu gani? Mtu mwovu akitawala anatumia nguvu zake kwa namna vyovyote vile atakavyo kwa sababu ya kuyatimiza maslahi yake. Wengine ndo wale ambao anaamua mpaka kuingiza nchi kwenye mikataba kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Yote ni kwa nini? Watu wema mmeamua kunyamaza na mnasema siasa ni dhambi, na huku watu waovu wanawatawala mpaka wanawaingiza kwenye macontract ama mikataba ambayo haina kichwa na miguu. Haya yote ninajua watu wa Mungu wanasema sio neno la Mungu. Nitakuonesha hapa kwenye pointi ya 3, utakuja kunielewa vizuri. Nataka niseme nini hapa? Maandiko yanasema hivi katika Kutoka sura yake ya 1 mstari wa 8. Anasema na akazuka mfalme mwingine. Kutoka sura yake ya 1 mstari wa 8. Anasema basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni watu hawa wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili wasije kuongezeka. Tena ikitokea vita nao hawa nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi yao. Basi wakini wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo mizito na wakamjengea Farao mji wa kuweka akiba Pithoni na Ramithesi. Nataka nikwambie kwamba maandiko yanasema akainuka mfalme mwingine asiyemjua Yusufu. Mfalme wa zamani hapo nyuma alikuwa anamheshimu Yusufu, alikuwa anamuona Yusufu kama masihi wa Bwana. Ambapo kulipokuwa kunatokea ndoto, alienda kwa Yusufu akapata fafanuzi. Palipokuwepo na shida, Yusufu alimsaidia mpaka akasema katika Misri yote hakuna mtu mwenye kuwa na akili na hekima kama wewe. Ina maana kwamba anajua thamani ya Yusufu. Akaja kuinuka mfalme mwingine baadaye za sana ambaye hakumjua Yusufu. Na huyu mfalme akaanza kuwatesa wana wa Israeli. Kumbuka, Biblia mahali popote inaposema wana wa Israeli, haijamaanisha kiinchi kile. Inamaanisha watu ambao wako kwenye kusudio la kimungu. Lakini kwa nini isemwe Israeli? Kwa sababu Mungu alijifunua sana kupitia taifa hilo la Wayahudi. Hicho ndicho lazima uelewe. Lakini sasa hivi tunaposema Israeli ni jamii ya watu ambao wanamcha Mungu. Yani ni mimi na wewe. Yesu wetu asifiwe sana. Sasa hawa watu kwa kadri walivyoendelea ndipo walipoendelea kuteswa. Kwa nini? Ameinuka mfalme mbaya, mfalme asiyekuwa wa haki. Maswali moja ujiulize, ni Misri ile moja? Ni hawa wana wa Israeli wale wamoja ambao walikuwepo huko Misri? Lakini alipokuwa mfalme wa kwanza hawakupata shida. Walikaa pamoja wakifurahia maisha huko. Lakini alipoinuka mfalme mwingine akaweka sheria za kwanza kuwatesa, watu wanaanza kuumizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba kama mtatia ama kama kutakuwepo na kiongozi wa nchi, kiongozi wa kikundi, kiongozi wa kanisa ambaye hasimamii neno la Mungu, kinachokuja mbeleni ni kuteseka kwa kundi alilonalo. Haya mateso ambayo aliyaleta huyu ndio yalipelekea Farao aje hafe na watu kwa sababu ya kile kiburi cha nchi yao ya Misri. Siku zote maangamizo yanaanza hivi, na mfalme ni kama baba. Ndio maana kama mfalme akilaaniwa ni taifa linalaaniwa. Kama rais akilaaniwa ni taifa linalaaniwa. Angalia nchi yetu ya Kongo jinsi ilivyo. Rais wa kwanza Kasavubu, wa pili akaingia huyu ambaye alikula maisha huko mpaka akaingiza nchi kwenye mikataba na Wafaransa. Mpaka sasa hivi nchi inaingia kupitia mambo mengi kwa sababu ya maisha ya mtu mmoja ambaye aliwahi kuishi maisha ya hovyo. Baba zetu wametenda dhambi hata wapo, na sisi tumeyachukua maangamizo yao. Kama baba alivyo na nguvu katika familia, ndivyo rais ama mfalme wa nchi alivyo na nguvu katika nchi. Ndivyo mchungaji wa kanisa alivyo na nguvu kwenye kanisa. Hawa ni watu hatari. Kwa hiyo
Jambo la pili, watu huumizwa. Lakini jambo la tatu, ufunga haki isionekane. Utasoma vizuri kisa cha kina Mikaya. Mikaya na manabii 400 wanasimama kutabiri. Wanasema kama mimi Mikaya nimeitwa na Mungu, huko hautarudi. Wanasema ule waga nitabiri mema, ni mabaya tu siku zote. Kwa nini? Mfalme mbaya anatawala. Always watapenda watabiri kama wanavyotaka. Na ndivyo wachungaji wengi wanafiki wa Tanzania walivyo. Rais maneno mengi kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi. Na hata nchi zetu kwa sababu wengi ni wahoga. Watumishi wengi wa Mungu walikufa kwa sababu ya kudili na wafalme. Kwani nini kilichomkimbiza Elia Mtishbi? Nini kilichomkimbiza? Kama sio mfalme Ahabu na mkewe Yezebeli. Hii nataka kumaanisha nini hapa? Siku zote watu wabaya wakiwa na nafasi katika jamii wafanya watu wema wanyamaze. Yaani ujaribu namna yoyote ile wawezavyo ili wawanyamazishe watu ambao wanasimamia haki ya Mungu. Ndio maana unaweza ukawa mtu wa Mungu, uko na uwepo neema ya Mungu. Uko na neema ya Mungu. Kuna kitabu hapa fulani ambacho Roho Mtakatifu amenigusisha sasa hivi nikisome kwenye Wafalme wa kwanza. Wafalme wa pili sura yake ya pili. Wafalme wa pili sura yake ya kwanza. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema na Azia akaanguka katika kufa kwake. Sikia hapa. Na Azia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akagua, akatuma wajumbe waende wakamuulize Baal-zebabu mungu wa Ekroni kwamba nitapona ugonjwa huo. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria. Naomba usikilize maneno haya. Waambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hautashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Wale wajumbe wakarudi na mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Akawaambia, mtu alitokea akaonana nasi, akatuambia enendeni, rudini kwa mfalme yule aliyewatuma, mkamwambie Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hata shuka katika kile kitanda alichopanda, bali hakika atakufa. Akamwambia, je, mtu huyo alitokea alioneka akaonana nanyi? Akamwambia maneno haya, alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Elia Mtishbi. Mfalme akatuma akida na askari 50 pamoja na 50 wake waende kwa Elia wakamwambie, tazama, wakamwendea na tazama ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme anasema shuka. Elia akajibu. Anyway, history hapa ni pana. Kumbuka kinachopelekea awindwe hapa ni kwa sababu ya alisema rudi au tashuka, kwa sababu walikwenda kuuliza kwa miungu. Nataka nikwambie siku zote haki. Wafalme walijitahidi sana kuifunga haki. Ndicho ambacho pia kilipelekea Yohana Mbatizaji akatwe kichwa. Kamwambia Herode, si vema kuchukua mke wa ndugu yako. Akasema, mimi ndo nanitania. Akakatwa kichwa Filipo. Mke wa Filipo ndugu yako huwezi ukamchukua. Yohana akakatwa kichwa kwa sababu ya kumzuia. Hawa tulionao hawa asilimia kubwa hawa, unapowaambia ndugu, hiki mbona kitaleta shida kwa watu wa Mungu, hiki mbona kitatatiza hapa, asema niache. Usichanganye dini na siasa. Ni jambo moja tu, yote ni kwa ajili ya watu. Kumbuka watu ni watu wa Mungu.
unapewa maslahi kama kiongozi wa nchi kwa sababu ya kuwasaidia watu. Unapewa maslahi kama kiongozi wa jamii kwa sababu ya kuwasaidia watu. Kumbuka, hakuna uongozi ambao umepewa kwa ajili ya kujinufaisha wewe. Umepewa uongozi kwa sababu ya kuwanufaisha watu utakaowasimamia. Watu wengi wa Mungu waliumilia hapa. Ndio maana wakati Daudi alipokuwa mfalme, watu walikuwa uhuru kufanya kazi ya Mungu. Walipokuja hawa wote watu waovu, watu walikuwa na shida, madhara ya kuongozwa na watu wabaya. Sasa nimetaka tu kukuonesha haya madhara matatu. Jambo la kwanza, kupotoshwa kwa watu, amri zinabadilishwa. Na hawa ndio ambao shetani anatumia sana. Unakuta tu mara wanageuza ushoga unakuwa haki za kibinadamu. Wanaogeuza ni wao. Kwani ushaonaga watu wa Mungu wanasimama, na hata kama ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu jina, lakini sio watu wa Mungu vitendo. Kwa hiyo unakuta tu ushoga umegeuzwa, mabaya ndio yanaitwa kwamba muache kila mtu na maisha yake. Haya ni madhara ya kuongozwa na watu wabaya. Lakini jambo la pili nimesema kuumizwa kwa watu. Ukiona watu wanatekwa, watu wananyongwa, watu wanaumizwa na wafalme hawasemi kitu, ujue wana maslahi kwenye hayo mambo. Lakini jambo la tatu, kuteswa ama kuzimwa kwa haki. Ukisubutu kusema ndani, umeenda kinyume cha sheria, kanisa linafungiwa. Kwa hiyo haya ni mambo matatu. Lengo la Mungu, kwa nini alitaka watu wake waongoze? Kwa sababu Mungu utawala kupitia watu wake. Ukisikia Mungu anatawala, ni watu wa Mungu wanatawala. Ndio maana kuna baadhi ya maraisi kama mfano akina Captain Ibrahim Traore, watu wanafurahia. Watu wanafurahia. Akina Lumumba, watu wanafurahia. Ndio maana nye viumbe, kuna watu ambao hawakupita kwenye njia ambayo inaitwa ya dini, ila walisimamia maslahi ya kimungu, mtawakuta wako mbinguni wameketi. Kuna watu ambao walikataa udhuluma, walikataa uovu, walikataa dhambi mpaka wakafia nchi. Wage askofu unavyokuwa, uwezi ukaja kuwa na sifa ya Lumumba. Wage askofu unavyokuwa, uwezi ukawa kama baba wa taifa Nyerere. Kwa hiyo kuna watu ambao wana historia, sio tu kwa sababu walikaa wakiomba makanisani, kwa sababu walijiingiza kwenye siasa, wakasimamia yale maslahi ya Mungu. Kwenye kitabu hiki cha Warumi, sijui Ibrania, sijui Rumi 13, maandiko yanasema hivi. Warumi 13, Ibrania 13. Warumi 13 anasema hivi: kila mtu na itii mamlaka iliyokuu, kwa kuwa kuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na hata ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo mwasia mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao ujipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mabaya, kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema na utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Nani mwenye mamlaka? Nani mwenye mamlaka? Kwa hiyo mwenye mamlaka ni mtumishi wa Mungu ambaye anatakiwa asimamie haki. Ndio maana kuna mtu hapa kwenye Biblia ambayo Mungu amemwambia hivi. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, barua ya kwanza ya Samueli sura yake ya 15 mstari wa 28. Andiko nasema hivi. Nataka nimalize haraka hapa. 28 anasema: basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekuraruria ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Siku zote Mungu anatafuta watu wema watawale. Ndio maana Sauli alipocheza michezo, Mungu moja kwa moja alipindua mamlaka, akampa Daudi. Kwa sababu gani? Moyo. Nimemwona Daudi mtu anayeupendeza moyo wangu. Daudi moyo wa kuwasaidia watu ulikuwa ndani yake. Ndio maana Mungu hakumtia mtu yoyote tu mfalme, alimwandaa na kumpa nafasi ama wadhifa wa kuongoza. Haya ni mambo ambayo Bwana alitaka. Kwa hiyo kama utapata nafasi ya kusoma mambo ambayo yanahusiana na namna ya kuongoza, soma kwa bidii yote, kwa sababu labda kupitia wewe Mungu anaweza kaja tena kutukuzwa. Fikiria kama ni viongozi wote wangekuwa wacha Mungu, nadhani kusingelikuwa yote mambo ya ajabu ambayo yanatokea. Kama dhuluma inaendelea, kama uwizi unaendelea, kama haina zozote za mabaya zinaendelea, kwa sababu waliopo mbele wanasapoti huo udhalimu. Nataka nikwambie, hata kama ukuwe mtu wa Mungu na kama unasimamiwa na mtu mbaya, unapoongea kitu unatoa ni pendekezo au utoi amri. Walipokuwa wanasimama kina Daudi walikuwa wanatoa amri.
Ndio maana anasema mwenye haki akiwa na amri. Kuna tofauti wa kuwa na cheo na kuwa na amri. Amri ni kile ambacho wewe ndo sauti ya mwisho. Mungu alitutaka tuwe hivyo. Mungu alitutaka tuwe hivyo. Ndio maana mitume unakuta walipukutika vibaya. Walipotokea tu kusema, mmoja na burutu wanapunda, wengine wanafanyika hivi. Fikiria mfalme wakati huo. Hata kina Pilato wangekuwa wacha Mungu, ingekuwaje? Kwa hiyo tutafute. Jamii zetu zinaumia. Hawa wezi viongozi wa wabembe hawa. Wanakaa humo wanaongoza, lakini wanaiba sana. Watu wa Mungu hawasimami. Tunasema tu tuwaachie. Tunaongozwa na walevi, tunataka tufanye nini? Tunaongozwa na wazinzi, tunataka tufanye nini? Kwa hiyo nataka niseme kwamba ifike mahali tujue Mungu anatawala kupitia watu wa Mungu. Na mimi na wewe kama watu wa Mungu tukijirudisha nyuma tutatawaliwa na waovu. Na kama tukitawaliwa na waovu, bapanye, tutaumia. Kwa sababu hakuna kitu chema ambacho mpagani atakiwaza. Na ukimshauri anakubunia mbinu ya kwamba unakuja kumpinga. Yesu wetu atukuze sana. Najua tumechelewa sana kuyajua haya na sio rahisi sana kuyaelewa. Tunaamini tu kuomba na katika jina la Yesu Kristo, amen. Lakini omba uombavyo. Tena wokovu wetu wa sasa, hata nguvu yenyewe ya Mungu ya kina Elia ya kushusha moto hapa hatunayo. Kwa hiyo bado ni wapeleka maombi tu. Kwa maana akina Danieli alikuwa mtu wa tatu katika ufalme. Alikuwa na sauti. Viumbe walikuwa na sauti. Viumbe walikuwa na sauti. Yesu wetu atukuzwe. Ifike mahali kama unapata nafasi ya kusoma, soma. Ila tu usimwache Mungu. Elimu isikufanye kuwa mjuaji mpaka kumdharau Mungu. Popote unajua ucha Mungu sio lazima tuwe na wewe bonge la askofu. No. Ingia hata kwenye jeshi. Ingia hata wapi, lakini huko nenda ukasimamie haki. Ndicho ambacho Mungu anataka tu. Fanya biashara. Usitaki kupata faida ambazo ni zaidi. Toshekeni na mishahara yenu. Ndio wale wengine kitu cha $100 anakirudisha $150. Unafikiri kwamba ni ujanja? Na mimi ni mcha Mungu. Kicha Mungu gani wewe? Ini sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Anasema tengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu akupe neema uyaelewe maneno haya na akakusaidie ukawe na sauti ya juu. Ninajua ninaongea maneno ambayo yatatimia miaka 100 mbeleni, sio sasa hivi. Ini maana ya neno Maranatha.